Leo dunia inaadhimisha siku ya malaria, na hapa nchini takwimu zinaonyesha kupungua kwa kiwango cha maambukizi ya ugonjwa huo kutoka asilimia 8.1 mwaka 2022 hadi asilimia 5.7 mwaka 2025. Licha ya mafanikio hayo, bado watafiti wanaona kuna changamoto katika nyenzo za upimaji na usambazaji na usimamizi wa ugonjwa huo, hali ambayo inaisukuma taasisi ya afya Ifakara kubuni teknolojia ya akili unde katika kutambua kwa haraka maambukizi ya malaria ili kuongeza kasi ya mapambano ya ugonjwa huo. Ahmad Ali anatueleza zaidi. Kwa mujibu wa tamko la mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe alilolitoa kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya malaria duniani, limeonyesha mafanikio kadha wa kadha katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo, ikiwa ni pamoja na kupungua kwa idadi ya wagonjwa wanaothibitika kuwa na malaria katika vituo vya kutolea huduma kwa asilimia 53 kutoka wagonjwa milioni 6 mwaka 2020 hadi kufikia wagonjwa milioni 2.8 kwa mwaka 2025. Mafanikio hayo ni hatua moja, lakini watafiti kutoka taasisi ya afya ya Ifakara wanaeleza mambo ambayo yanarudisha nyuma mapambano dhidi ya malaria nchini. Kuna baadhi ya maeneo ambayo unaona malaria kuongezeka kwa kiasi fulani. Sasa hiyo inaweza ikatokana zaidi sasa hivi na mambo ya tabia nchi. Mvua zinanyesha kwa wingi na kwa muda mrefu tofauti na mwanzoni, then yale maeneo katika maeneo machache unaona malaria ikiongezeka. Lakini pia ni matumizi ya vyandarua, na zaidi kwa vijana wa kuanzia umri wa miaka 13 hadi 17. Moja ya changamoto kubwa ambayo tunayo ni katika upimaji na ugunduaji wa uwepo wa vimelea vya malaria kwa binadamu na namna gani nzuri ya kufuatilia uwepo wa ugonjwa huu na vimelea hivi katika nchi. Kuna watu kitaalamu tunawaita asymptomatic carrier, ambao hawa bado ni changamoto kubwa sana katika kutokomeza ugonjwa wa malaria. Yaani kuna watu ambao wanaweza kuwa na vimelea vya malaria lakini wasiwe na dalili ya ugonjwa wote na wala wasiumwe na ugonjwa huu wa malaria. Hivyo inapelekea wao kuwa ni wazima kabisa, hasa umri wa wale watoto wanaokwenda shule miaka 5 mpaka miaka 20, ambao wanakuwa na vimelea hivi, hawaumwi, lakini mbu anaweza akawang'ata akachukua vimelea hivi na kuambukiza kwa watu wengine, hasa watoto wadogo chini ya miaka 5, na kuwapelekea kuwa na ugonjwa huu mkubwa. Taasisi hiyo imekuja na ubunifu wa teknolojia ya akili unde katika utambuzi wa malaria. Akili unde inafanya mapinduzi makubwa sana kwenye mapambano dhidi ya malaria. Tutakuwa na uwezo wa kugundua vimelea hivi katika damu, lakini vile vile tutakuwa na uwezo wa kufuatilia uwepo wa ugonjwa huu na vimelea hivi ndani ya nchi kwa haraka sana, kwa gharama nafuu kabisa, lakini vile vile kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Tumekwenda mbali kwamba tuna vifaa ambavyo vinaandaliwa sasa na tunavitengeneza huku tukiunganisha na akili unde ambavyo vinaweza kuwa ni vya kuskani, yani unapiga ule mwale wa mwanga katika ngozi ya mtu, lakini tayari akili unde inakwambia kama mtu ana malaria au hana. Teknolojia, kwa mfano matumizi ya AI na machine learning, itatusaidia sana kwa ajili ya kuchakata hizo data kwa muda mchache na kuwezesha kupata hizo takwimu za kiusahihi, na kwa namna hiyo tutaweza kuelekeza zile nyenzo zetu za kudhibiti malaria kwa muda unaohusika na kwa eneo sahihi. Kwa mujibu wa majaribio ya utafiti huo, yanaonyesha ufanisi wa teknolojia hiyo kwa sasa umefikia asilimia 95, yaani kati ya wagonjwa 100 wenye ugonjwa huo inaweza kutoa majibu sahihi kwa wagonjwa 95, ambapo juhudi zinaendelea za kuongeza ufanisi kwenye mfumo huo, huku wakitumaini kuwa siku za usoni huenda ikawa ni njia sahihi zaidi katika kutokomeza malaria. Ahmad Ali, Habari Weekend, Dodoma.